mfululizo wa hadithi yetu ya kutoka machungani hadi kiti cha enzi. Shujaa anayeogopwa. Baada ya muda kupita, taifa la Israeli lilijikuta tena katika hatari ya vita. Jeshi la Wafilisti lilikuwa limekusanyika kupigana na Israeli. Pande mbili zilisimama zikikabiliana juu ya milima miwili mikubwa, na katikati yao kulikuwa na bonde la vita. Askari wa Israeli walikuwa tayari, lakini hawakujua kuwa adui yao alikuwa na siri ya kutisha. Ghafla, kutoka upande wa Wafilisti alitokea mtu mmoja mkubwa sana. Jina lake lilikuwa Goliathi wa Gathi. Alikuwa mrefu ajabu. Mwili wake ulikuwa umefunikwa kwa silaha nzito za chuma, kofia ya chuma kichwani, ngao kubwa mkononi na mkuki mzito sana mkononi mwake. Kila hatua aliyopiga ilifanya ardhi itetemeke kidogo. Goliathi alisimama katikati ya bonde, akatazama jeshi la Israeli, kisha akapaza sauti kubwa na kusema, Chagueni mtu mmoja kutoka kwenu, ashuke aje kupigana nami. Akinishinda na kuniua, sisi tutakuwa watumishi wenu, lakini nikimshinda na kumuua, ninyi mtakuwa watumishi wetu. Sauti yake ikasikika milimani kote. Aliwacheka askari wa Israeli, aliwadharau, lakini hakuna askari wa Israeli aliyethubutu kusogea mbele. Askari wa Israeli walitazamana kwa hofu. Hakuna aliyethubutu kujitokeza. Hata mashujaa wakubwa wa vita walikaa kimya. Hata Mfalme Sauli mwenyewe alijawa na wasiwasi. Kwa siku nyingi, hakuna aliyekubali kupigana na Goliathi. Kila siku asubuhi, Goliathi alisimama tena katika bonde, na kila siku alitoa changamoto ile ile. Na kila siku jeshi la Israeli lilizidi kuogopa. Hakuna aliyethubutu kumkabili. Lakini wakati hofu ikitawala kambini kule Bethlehem, kulikuwa na kijana mdogo aliyekuwa akiendelea kuchunga kondoo. Jina lake lilikuwa Daudi, na hakujua kabisa kwamba hivi karibuni atasikia habari za shujaa huyo mkubwa. Na siku hiyo ndiyo itakuwa mwanzo wa tukio ambalo litabadilisha historia ya Israeli. Je, nini kitatokea wakati Daudi atasikia habari za Goliathi? Je, kijana mchunga kondoo ataweza kukabiliana na shujaa mkubwa wa vita? Hiyo ndiyo hadithi inayofuata. Usikose episodi ijayo. Hii ni hadithi ya kijana mdogo aliyebadilisha historia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe kwa mwendelezo wa hadithi hii na hadithi nyingine nzuri za Biblia.